talima sio mara moja, talima mara 2, talima mara 3. Sisi Dodoma tumeweka vipaumbele 5 vya kuondoa umaskini au vya uchumi wa wananchi wa Dodoma. Lakini kipaumbele cha kwanza ni kilimo, kwa sababu tunajua 72% ya wananchi wa Dodoma wanategemea kilimo. Kwa hiyo tunajua tukifanya tu ufumbuzi kidogo kwenye sekta ya kilimo, tumeweza kubadilisha maisha. 72% ya wananchi wa Dodoma watakuwa wameshabadilisha maisha yao. Kwa hiyo sasa hizi juhudi za serikali sisi tumeziunga mkono au tumezifurahia, kwa sababu zinaendana kabisa na matamanio yetu ya mkoa wa Dodoma. Rais kashatoa hela, visima vinakuja, mbunge kashakuja, kaleta hapa magari anaanza kuchimba visima. Wananchi tayari sio wavivu, wana utayari wa kulima. Wenye mbegu kule wameshapewa hela, wagundue mbegu nzuri ya zabibu. Tutakwama wapi tena kwa matajiri? Hatuna kwa kukwama, tunazo sababu zote za kutembea kifua mbele, kuwa na sisi Dodoma sio maskini. Eleza hilo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tume imejipanga na ina utekelezaji wa miradi hiyo zaidi ya 7, na yote hapa tunapozungumza iko zaidi ya 70% ya utekelezaji wake. Mradi huo visima tunazo halmashauri 184, na makadirio ya kwanza tuliyofanya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni kuchimba visima 150 kwa kila halmashauri. Kwenye jaribio hili kwa private sector wachimbe visima 70 na tumewasambaza nchi nzima. Lakini utekelezaji wake tumefanya katika njia 2. Kwanza ni kutambua maeneo yale ambayo yanafaa kwa kuchimba kisima, kwa kuangalia uwepo wa maji na hilo eneo kutokuwa na upinzani wa aina yoyote. Sisi ni kwamba maeneo yale tutayafanya yatakuwa ni ya public. Lazima tupate eneo ambalo kesho na kesho kutwa mtu hawezi kusema kwamba hiki kisima ni cha kwangu. Kama unavyofahamu tumepata matatizo kwenye maeneo. Kwa hiyo viongozi wa maeneo lazima maeneo yale wakishatuonyesha tuwaweze kuyathibitisha kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya, na sisi tutakata hati, iwe hati ya kimila au hati ile kubwa, lakini itakuwa inaitwa hati yenye majina mawili, jina la Wizara ya Kilimo na halmashauri husika. Kwa maana haiwezi mtu mwingine yote kuja kusema kwamba eneo hilo ni mali yake. Sasa uzinduzi wetu leo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunaenda kuzindua kwa kuchimba visima 6 katika jimbo la Dodoma. Ukiangalia tumechimba kisima kimoja hapa, lakini maana yake sio tutaisha na kisima kimoja, si ndio? Kwa sababu lazima tusanifu eneo la umwagiliaji, tujue ukubwa wake na mahitaji yake ya maji. Sasa nyinyi wananchi, ambacho mnatakiwa kutusaidia ni kwamba lazima tuone hiyo juhudi ya kufanya huu uwekezaji tunataka kufanya. Tumeelewana? Kwa hiyo tume ya taifa ya umwagiliaji kushirikiana na ofisi ya kata, tarafa, whatever, watakuja kufanya usanifu wa mashamba yenu. Kila mtu ataonyesha eneo lake, ana eka 1, ana eka 2, ana eka 3, tutaweka kwenye ramani moja ili kusiokuwa na ugomvi wa mkulima na mkulima. Kwa hiyo kama mahitaji ya visima itakuwa ni 3, tutavichimba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Kama mahitaji yatakuwa ni visima 5, tutavichimba. Eneo la Matumbulu, Mpunguzi, Chisichili ni kati ya maeneo ambayo pia na yenyewe yana maajabu yake, pamoja na kwamba mvua za Dodoma sio mvua nyingi sana, lakini eneo hili bado wamekuwa na uwezo wa kuvuna zabibu mara 2 ndani ya mwaka. Na hivyo kwa kazi hii ambayo inafanyika hapa serikali ya uchimbaji wa kisima, maana yake inakwenda kutuongezea wigo mpana zaidi ya wakulima wetu kuweza kulima kwa tija. Ndugu zangu wana Matumbulu, mtakubaliana na mimi, Daktari Samia Suluhu Hassan anaingia katika historia kuwa mmoja kati ya marais ambaye ametushika mkono kwa dhati kabisa kwa uchimbaji wa kisima hichi ambacho kinakwenda kubadilisha maisha yetu. Natamani kumuona mkulima wa zabibu awe na maringo na zabibu yake, yaani wakufuate nyumbani wakuombe kununua zabibu. Hivyo tutakuwa tumemsaidia mkulima. Maisha ya wananchi wa Matumbulu yatabadilika. Maisha ya wananchi
wa Mpunguzi yatabadilika Chisichili na pamoja na Mbabala. Naomba nichukue fursa hii kuishukuru sana tena serikali kwa maamuzi ya kuamua kuifanya Dodoma jiji kata ya Matumbulu kuwa sehemu ya kwanza ya mfano ya uzinduzi wa zoezi hili kubwa la uchimbaji wa visima kwa ajili ya wakulima wetu. Sisi kama wananchi wa Dodoma tumefarijika sana zoezi hili kufanyika hapa kwetu, na tuna imani kwamba litakuja na mwanzo mzuri.